Naam, tunapoanza safari yetu ya hekima leo, tunakumbuka utukufu wa Masihi ajaye wa Israeli ulivyoelezewa katika somo letu la mwisho katika Isaya sura ya 9. Hapo katika mstari wa 6 Isaya alitabiri, ufalme utakuwa begani mwake na jina lake ataitwa Ajabu, Mshauri, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Naam, harusi ya Kiyahudi wakati wa siku za Isaya ingekuwa na wakati huo mzuri ambapo bwana harusi aliondoa chela kutoka kwenye uso wa bibi harusi wake. Bado tunafanya hivyo leo katika sherehe za harusi za kitamaduni, lakini angeinua juu na kisha kuiondoa na kisha kuifunika begani mwake, na hiyo ilimaanisha alikuwa anachukua jukumu la kutoa, kulinda na kutunza bibi harusi wake. Kwa hivyo bwana harusi wetu wa kimungu, Bwana Yesu, kimsingi ametukusanya sisi tunaomwamini katika kundi lake la harusi. Amechukua jukumu kwa ajili yetu. Na hebu nikuambie, unapomwamini Kristo, unaacha maandamano ya mazishi ya jamii ya wanadamu. Sasa wewe ni mwanachama wa kundi lake la harusi. Sasa hapa katika muktadha wa karibu wa Isaya sura ya 9, Mfalme Ahazi wa Yuda hajaridhishwa sana na ahadi ya ulinzi wa Mungu. Kwa kweli angependelea kuweka imani yake kuamini mkataba wa amani na dola ya Ashuru, na hiyo itamrudia kumuumiza kwa namna ya kusema. Kwa hivyo, kwa hayo kama msingi na ukumbusho, sasa tuko katika sura ya 10 hapa, na Isaya anabadilisha mtazamo wake kutoka kwa ufalme wa kusini wa Yuda hadi ufalme wa kaskazini wa Israeli. Israeli itatumika kama onyo kwa Yuda kuhusu matokeo ya kuasi dhidi ya Mungu. Tazama, Isaya ataonya viongozi waasi wa Israeli hapa katika mstari wa 4 kwa kusema, hakuna kinachobaki ila kujikunyata miongoni mwa wafungwa au kuanguka miongoni mwa waliouawa. Kwa maneno mengine, Mungu atatumia dola ya Ashuru yenye ukatili kushinda Israeli, kutekeleza hukumu ya Mungu na kuonya Yuda. Sasa usifikirie kwamba kwa sababu Mungu anatumia taifa lisilo na Mungu kutekeleza mapenzi yake, kwamba wasio waumini wataepuka dhambi zao. Hapana, hilo halitatokea. Isaya anasema hapa katika mstari wa 12, wakati Bwana atakapomaliza kazi yake yote juu ya mlima Sayuni na Yerusalemu, atamwadhibu mfalme wa Ashuru kwa maneno ya moyo wake wenye kiburi. Isaya anatabiri hapa chini katika mstari wa 33 kwamba Mungu atalikatilia mbali jeshi la Waashuru kama vile mkata miti anavyokata msitu wa miti. Anasema hapa, wale walio warefu watakatwa na wale walio juu watawekwa chini. Sasa hili litatokea miaka michache baadaye, wakati Mungu atakapoharibu jeshi la Ashuru kwa miujiza kama ilivyorekodiwa katika 2 Wafalme 19. Sasa Isaya anatoa ujumbe wa matumaini kwa watu wa Israeli. Anaendelea na mfano wa msitu uliokatwa, lakini anaonyesha kwamba kuna kisiki cha mti. Anasema hapa katika sura ya 11 na aya ya 1, kutakuwa na chipukizi litakalotoka katika kisiki cha Yese, na tawi kutoka mizizi yake litaleta matunda. Sasa tunajua kwamba kisiki hiki cha mti ni Yese, baba yake Daudi, na kwamba chipukizi hilo la kijani linalotoka ni ukoo wa kifalme wa mfalme Daudi, ambako Masihi atatoka. Kwa kweli, Mtume Paulo anatangaza kwa ufanisi katika Matendo saa 13 na madakika 23 kwamba Yesu ndiye utimilifu wa ahadi hii ya tawi lenye matunda kutoka kwa kisiki cha Yese. Sikiliza jinsi Isaya anavyomwelezea Masihi. Sasa hapa katika aya ya 2, Roho wa Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na nguvu, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Sasa marejeleo haya yote kwa roho yana herufi kubwa S. Hizi ni marejeleo kwa Roho Mtakatifu. Kuna mengi ambayo naweza kusema hapa, na nakubaliana na mwandishi mmoja ambaye anaandika, kanisa halijawahi kukiri vya kutosha ushawishi wa Roho Mtakatifu ambao aliutumia katika kazi ya Yesu Kristo. Naam, Isaya anasema hapa kwamba huduma ya Masihi itajaa nguvu za kiungu za Roho wa Mungu. Sio tu kwamba Masihi atatiwa nguvu za kiungu, lakini kama mfalme siku moja atatawala kwa haki kamilifu. Sasa hapa katika mstari wa 6 Isaya anaanza kuelezea ufalme wa milenia
wa baadaye ambao mfalme Masihi atatawala atakaporudi duniani pamoja nasi katika siku hiyo ya baadaye. Kwa kweli, moja ya vipengele vya utukufu wa ufalme ni jinsi Bwana atakavyoturudisha kwa namna fulani katika hali safi ya bustani ya Edeni. Mabadiliko moja dhahiri yatakuwa katika ufalme wa wanyama hapa katika utawala huu wa milenia. Isaya anaandika hapa katika mstari wa 6 kuhusu mabadiliko haya: mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana-kondoo na chui atalala pamoja na mwana-mbuzi. Nikwambie, unajua, chui na mwana-mbuzi hawalali tu kiasili, unajua, karibu na mmoja kwa mwingine, lakini watafanya hivyo katika ufalme wa baadaye. Isaya anaendelea kusema hapa katika mstari wa 6, ndama na simba na ndama aliyenoneshwa watakaa pamoja na mtoto mdogo, atawaongoza. Fikiria, mtoto mdogo atakuwa na simba kama mnyama wa kufugwa. Atamwongoza huyo simba kama mbwa kwenye kamba. Na nataka kukuambia, mimi sipendi paka kabisa, sijawahi kupenda, lakini simba ni paka mmoja ambaye sitajali kuwa naye kama mnyama wa kufugwa. Sio muda mrefu uliopita mjukuu wangu na mimi tulizungumza kuhusu mstari huu, na tunafikiri hii itakuwa ya kushangaza sana. Sasa basi, hii itawezekanaje? Isaya anatueleza hapa katika mstari wa 7, ng'ombe na dubu watakula majani, watoto wao watalala pamoja, na simba atakula majani kama ng'ombe. Basi ni wazi kwamba Bwana atabadilisha njia za mmeng'enyo, mifumo ya kula ya ufalme wa wanyama. Hakutakuwa na wanyama walao nyama wa kuogopa tena. Watakwenda kurudi jinsi walivyoumbwa awali katika bustani ya Edeni. Wapendwa, katika ufalme, Yesu mfalme ataanza mchakato wa kubadilisha laana juu ya dunia, jamii ya wanadamu waliokombolewa, ufalme wa wanyama. Vipi kuhusu mabadiliko zaidi haya? Isaya anaandika hapa katika mstari wa 8, mtoto anayenyonya atacheza juu ya shimo la nyoka, na mtoto aliyeachishwa kunyonya ataweka mkono wake kwenye pango la nyoka. Sasa sipendi nyoka hata kidogo, iwe ni katika ufalme au la, lakini hakutakuwa na chochote cha kuogopa hapa. Hata mtoto mdogo ataweza kucheza kando ya nyoka hatari zaidi. Bwana anaendelea kuelezea enzi hii ya ufalme katika mstari wa 9, hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, kwa maana dunia itajaa maarifa ya Bwana kama maji yanavyofunika bahari. Kweli, huu ufalme wa milenia utatupa ladha kidogo tu ya jinsi maisha yalivyokuwa huko nyuma katika bustani ya Edeni. Uumbaji, wanadamu watapatana tena kama ilivyokuwa hapo awali. Isaya sasa anatabiri kuhusu kurudi kwa Israeli katika nchi yao ya ahadi. Hapa katika mstari wa 12, Mungu atainua ishara, hiyo ni sehemu ya mkusanyiko kwa mataifa, na atawakusanya waliofukuzwa wa Israeli na kuwakusanya waliotawanyika wa Yuda kutoka pembe 4 za dunia. Hii inamaanisha kuwa taifa la Israeli litaunganishwa tena na kujiunga na Masihi wao. Sawa, wakati sura ya 11 inafikia mwisho, Isaya anatabiri kwamba Masihi atawakusanya Wayahudi wote waliohamishwa duniani kote kurudi katika nchi ambayo Mungu aliwaahidi. Anasema hapa katika mstari wa 16, kutakuwa na barabara kuu kutoka Ashuru kwa mabaki ya watu wake waliobaki, kama ilivyokuwa kwa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri. Na niwaambie, barabara kuu itakuwa kama wakati wa msongamano wa magari, wakati Wayahudi kutoka kote duniani wanapotubu na kumpokea Masihi wao na kurudi kwa wingi katika nchi ya ahadi. Sikiza wapendwa, Mungu hajaliacha Israeli. Kanisa la leo halijachukua nafasi ya Israeli. Kuna siku inakuja ambapo Mungu atatimiza ahadi zake zote hapa kwa taifa hilo na kwako na kwangu kama waliokombolewa wake. Sasa Isaya anaandika wimbo wa shukrani hapa katika sura ya 12 na kwa kweli kila muumini hadi leo anaweza kuimba. Kwa hakika tunapaswa kuimba leo. Kipande kikuu kinaenda hivi hapa katika mstari wa 2. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu. Nitaamini na sitakuwa na hofu.
Kwa kuwa Bwana Mungu ni nguvu zangu na wimbo wangu, na amekuwa wokovu wangu. Sasa niwaambie, unaweza kuimba huu. Kama umemjia Yesu leo kama Masihi wako, unamwamini kama mfalme wako ajaye, unaweza tu kuendelea na kuanza kuimba maneno haya leo. Sawa, kwa hayo tumemaliza kwa leo. Mpaka safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.